Shalom, karibu kwenye wasaa mwingine wa Njoo Ukue. Leo tutakwenda kuangalia madhabahu sahihi ya kumtolea Bwana. Sadaka yako, upeleke wapi sadaka yako? Ni kila madhabahu unaweza kumtolea Bwana? Na sadaka madhabahu ina nguvu kiasi gani ya kuamua sadaka yako inaendaje? Basi tuende tumkaribishe Roho Mtakatifu, tuombe uwepo wake uwe pamoja nasi, tuombe pia toba kwa Bwana akatusamea mkini kuna jambo lote limefanyika likahesabika kuwa machukizo mbele zake. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako sasa na wakati mfahamu, kiomba toba, kiomba rehema, kiomba msamaha wako. Naomba tusamee Bwana kwa ajili ya jambo lote ambalo yamkini Mungu limefanyika lisilo kupa utukufu. Naomba rehema, naomba msamaha kwa Bwana, maana ni pekee yako Mungu uweze kusamee, ni pekee yako Bwana uweze kurehemu, ni pekee yako Bwana uweze kutakasa. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya thamani, damu ya msamaha, damu inayotakasa, ukapate kunitakasa mimi mtumishi wako, takase na watu wangu, takase na mtoto wako anayetazama video hii, takase na watu wake, takase fahamu zetu, takase akili zetu, mioyo yetu na namna zetu, ili katika yote najua yote jina la Bwana likapate kutukuzwa. Naenda kuomba Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi ukituongoza, ili katika tafakari hii ya kuelewa kwa habari ya madhabahu sahihi ya kumtolea Bwana, basi tuweze kufanya sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Leo tunaangalia sasa hiyo madhabahu sahihi ya kumtolea Bwana. Sio kila madhabahu unaweza kwenda kumtolea Bwana. Hiyo kwanza fahamu. Inaweza isiwe madhabahu ambayo ni ya Mungu, inaweza ikawa ni ya Mungu, lakini sio madhabahu sahihi kwa wewe kumtolea Bwana hapo. Na mara nyingi sana watu wengi huwa wafahamu kwamba swala la madhabahu ni swala la kuwa nalo makini sana. Unaweza kufikiri madhabahu ni ya Mungu aliye hai, kumbe sio. Lazima kabla hujaamua kutoa sadaka yako ukajiridhisha na ile madhabahu. Inaweza kaa pia madhabahu ya Mungu aliye hai, lakini watu wamemwacha Mungu. Nitakupa mfano. Tunapoona tukisoma katika Kumbukumbu la Torati, kuna sehemu nyingine nitakuwa tunasema, lakini tutasoma moja kwa moja kwa muda. Lakini vyote vipo kwenye Biblia. Kwenye Kumbukumbu la Torati sura 12 kuanzia mstari wa 10 mpaka 11, Bwana anasema hivi: "Lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi anayowaridhisha Bwana Mungu wenu, akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mkakaa salama. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachoamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoziweka kwa Bwana." Hapa tunaona kwamba Mungu alishakusudia kwamba amewavusha wana Israeli kutoka Misri, akawakalisha, na alishapanga kwamba atawakalisha. Ukishatulia atawaelekeza mahali sahihi pa kwenda kumtolea sadaka. Ndio hapa nasema sasa. Yaani sio kwamba kila mahali tu utaenda kutoa sadaka. Unaenda tu kupeleka pale ambapo Mungu amekuelekeza. Tunaona pia hata ukisoma kwa habari ya Yesu alipokuwa amezaliwa, au alipokuwa wazazi wake wanakwenda kila mwaka Yerusalemu kutoa sadaka. Walikuwa wanakwenda kila mwaka Yerusalemu. Wanatoka Nazareti wanaenda Yerusalemu kila mwaka. Ndio hapa tunapata kwamba Yesu alipotea wakati ule wanaenda kutoa sadaka kwenye zile sikukuu za mwisho wa mwaka. Alipotea. Walimwacha nyuma. Kwa sababu manake kwamba wanatoka huku wanakwenda kule, sio mahali tu popote unaweza kwenda kutolea sadaka yako. Lazima utolee sehemu ambapo Mungu amekutaka. Sehemu gani tena nyingine? Tunaona Naaman alipoponywa ukoma. Naaman alipoponywa ukoma kwenye wafalme. Alipoponywa ukoma, akamuomba yule mtu amongelisha. Akamuomba achukue udongo, Elia achukue udongo arudi nao kwake. Manake kwamba atakuwa anaenda kutolea sadaka hapo. Akajenge madhabahu akamtolee Mungu wa Israeli. Manake kwa sababu ndio amemponya, alivyomwambia ingie Yordani mara 7. Elisha. Aya, tunaona tena Ibrahimu anatoka Uri wa Kaldayo anaenda mpaka ile nchi ambayo Mungu alimwambia Kanaani.
anaenda kwa kujenga kule Ai na wapi, anakuja kwenda mpaka Kanani. Anapokaa Mungu anamwambia, anaenda kuweka agano na yeye kwamba amtolee sadaka yake hapo. Hapo ndipo Mungu anapotaka sasa kwamba amtolee hiyo sadaka yake. Na Mungu anamwambia katika ile agano analoingia nalo kwamba vizazi vyake. Kumbuka hapo ana mtoto yaani hapo hata Isaka hajazaliwa wala hata hajafikiria kwamba anaweza akawa naye. Anamwambia uzao wake utakuja kuwa wamiliki wa ile nchi. Na anamtolea sadaka Mungu kwa imani. Na watu naambia Ibrahim ni baba wa imani. Kwa hiyo pale anapaika panakuwa madhabahu. Tunamwona tena Yakobo akati anamkimbia sasa Esau baada ya kuchukua mbaraka wake. Alifika mahali akalala, akaichukua jiwe akalala. Kitabu cha Mwanzo. Alipolala akaota ngazi zinashuka na yani ngazi zinaelekea juu kwa mbinguni, zitafika mpaka mbinguni. Malaika wanashuka na kupanda. Akajua hapo ni mahali patakatifu. Akafanyaje? Akamtolea Mungu sadaka na akamwambia ukinilinda nitakuja kukutumikia na nini vyovyote. Kwa hiyo naona sio mahali popote tu unaanza kwenda kumtolea sadaka Mungu. Kuna mahali ambapo anakuwa ameachilia kwa ajili hiyo. Na sasa hivi uzuri kwa agano jipya atufungwi tena. Wapi lazima kwamba kama vile kwamba lazima uende Yerusalemu fanya sasa hivi atufungwi tena. Sasa hizi tuna damu ya Yesu, tuna madhabahu nyingi za Mungu aliye hai katika Kristo Yesu. Tuna uwezo wa kutoa hapa, tufungwi tena na eneo kwa sababu tayari Mungu sasa yuko ndani mwetu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo madhabahu inakuwa ndani mwetu. Lakini tunapoenda kwenye zile madhabahu ambazo ni physical za kushikika, ni madhabahu ipi ya kumtolea Bwana? Hakikisha hiyo madhabahu unayoenda unapata amani. Kuna ile tabia mtu naenda msibani kwa mfano, umeenda kwenye ibada ya mazishi, hujajua hawa watu wamekaje na Mungu. Kwa sababu kila mtu anatoa sadaka na unaenda kutoa sadaka, inakufungamanisha. Unaenda kwenye harusi, hujamuuliza Roho Mtakatifu, je, madhabahu ni sahihi nitoe sadaka yangu? Kwa sababu kila mtu anatoa, upo kwenye harusi na unatoa tu. Yaani kuna wakati mwingine tunafanyaga vitu kimazoea na unatoa. Haya, usije unaenda kwenye nini? Hujauliza vizuri unatoa. Kumbe madhabahu zingine zishamwacha Bwana. Inawezekana zikawa kwa nje zinaonekana ni madhabahu za Mungu, lakini kimsingi zimemwacha Bwana. Mungu sio Mungu wao tena. Na nyingine unaweza kufikiri ni madhabahu ya Bwana, lakini sio ya Bwana kabisa. Mungu sio Mungu wao. Anaonekana kama Mungu wao, lakini kimsingi sio Mungu wao. Na hizi ndo hasa kuna uhitaji wa kuwa makini. Ukitoa tu ovyo ovyo inakufungamanisha na Mungu wa mahali pale. Kwa hiyo lazima kuwa makini sana. Unatoaje? Unatoa wapi? Daima muulize Roho Mtakatifu. Na kama kiashiria kikubwa cha Roho Mtakatifu ni amani ndani yako, unaenda kwenye madhabahu ambayo huna uhakika nayo kama ni ya Mungu au sio, jiridhishe ndani ya moyo wako, umuulize Roho, hapa nitoe au usitoe tu kwa sababu kila mtu anatoa. Unaenda tu kwenye ibada sio kwa sababu gani kila mtu anatoa na wewe unatoa. Hiyo ni hatari. Usifanye hivyo. Kwa sababu sadaka yako inasema na madhabahu unayojifungamanisha nayo. Kwa hiyo unaweza pasipo kujua ukajikuta unajifungamanisha na madhabahu ambayo imemwacha Mungu, au madhabahu ambayo sio ya Mungu kabisa, inaonekana kama ya Mungu lakini sio, ikakufunga. Unaenda kuomba unashindwa. Au kuna mahali ambapo Bwana alitaka upeleke sadaka yako fulani ili baraka zako zinapita kwenye madhabahu, ukaacha ukapeleka kwenye madhabahu nyingine ukakosa baraka zako. Kweli ni madhabahu ulopeleka ni madhabahu ya Mungu aliye hai, lakini sio madhabahu ambayo Bwana alitaka upeleke. Ni jambo la kuwa pia makini. Kuna wakati mwingine majibu yako yanatoka kwenye madhabahu fulani tu, huwa hivyo vitu huwa vinatokea. Yaani kwamba ni mtumishi fulani au mchungaji fulani au kuhani fulani anaweza kukuvusha hapo. Mungu ameweka kitu ndani yake. Tunajuaje hichi kitu? Paulo alipokuwa Sauli bado kwenye Matendo ya Mitume, mwanzo tu sura ya 9 pale. Alikuwa ametumwa kwenda kuwaua Wakristo kama kawaida yake. Njiani Yesu alipokuwa Dameski, Yesu akamtokea akamwambia kwa nini anamuumiza, kwa nini anamuudhi. Akapiga upofu. Tunaambiwa ukiendelea kusoma, tunaambiwa Anania
alitumwa na Bwana. Kumbuka kuna kina Petro walikuwepo, lakini hawakutumwa. Alitumwa Anania. Yaani Bwana alimtuma Anania aende akamsaidie Sauli, ambaye inakuja kuwa baadaye Paulo, kwa sababu alikuwa na kazi naye. Sasa pata picha, Anania ndo anajibu la Paulo ambaye sasa katua baadaye alikuwa Sauli. Sauli atake fulani amsaidie, Petro amsaidie kwa mfano. Naona tunaona pia Cornelio hakuwa Myahudi, lakini alikuwa anamtolea Mungu, huyu Mungu wa Wayahudi, Mungu aliye hai. Hakuwa anamjua. Tunaambiwa hakuwa anamjua, lakini kwa sababu alikuwa anamtolea sadaka usiku na mchana na kuomba sana sana, Mungu anamsikia na anamtuma Petro. Manake hapo sadaka yake, maombi yake yamejibiwa kwa Mungu ambaye alikuwa Mungu wake. Yaani sio Mungu wa baba zake, lakini ni Mungu ambaye yeye alitaka kumjua na alitamani sana kumjua, na kana mtolea sadaka kwa hitaji na ujiungamanisha na hiyo madhabahu ya Mungu huyo katika Kristo Yesu, japo alikuwa mjui. Na Petro anatumwa akamhubiria, akamfundisha, akamsaidie, na familia yake nzima inabatizwa. Kwa hiyo hivi vitu vinasema sana. Tunaona hata Mfalme Sulemani, kitoma kitabu cha kwanza cha Wafalme. Mfalme Sulemani kinachomponza ni nini? Namna zake za kwenda. Alioa wanawake wengine, wengi tu, tunaambiwa alikuwa na wanawake 1000 masuria na wake. Masuria 700 na wake 300, 1000. Wale wengi hawakuwa wa kabila yake, kwa hiyo walikuwa ni wa makabila mengine tu, wa nje yani. Na hawa wanawake wakamtambulisha kwa miungu yao, akawa anaitolea sadaka miungu yao. Wakampofusha moyo, wakamgeuza moyo. Na Mungu akupendezwa naye. Unaona? Kwa sababu alianza kuitolea miungu mingine sadaka. Kati Mungu ameshasema kabisa usitolee miungu mingine sadaka. Akawa anaenda kwenye madhabahu zingine anazipelekea sadaka. Mungu anaacha kupendezwa naye. Kwa hivi vitu vinasema sana, lazima kuwa makini sana na mahali ambapo unapeleka sadaka yako. Sio madhabahu limradi madhabahu tu. Inawezekana ikawa umezoea madhabahu X, lakini kafika mahali anaongoza hiyo madhabahu akamwacha Bwana. Au kukaa tu kuna jambo ambalo liko nje ya utaratibu wa Mungu. Ni jambo la kuwa nalo makini sana. Ni jambo la kuwa makini sana sana. Bwana akubariki, na tumaini itakuwa kuna jambo umejifunza. Neema Mungu isikupungukie na kibali chake pia kisikupungukie. Basi ule mbele za Mungu tukamshukuru Bwana. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu na kuja mbele zako sasa wakati huu kisema asante, tukikuomba Bwana uwepo wako, kibali chako, neema yako vikapate kwa pamoja nasi na upendelea kutuelekeza na kutufundisha. Asante kwa ajili ya somo hili la 7 la Njoo Leo Ukue. Neema yako, baraka zako, kibali chako vyote vikapate kuwa nasi. Tusaidie kwa makini katika utoaji wetu, ili baraka zetu zikapate kuwa pale ambapo Mungu umekusudia kwa ajili yetu sasa na mapenzi yako. Kibali chako, majeshi yako, malaika za mbinguni wasitupungukie wakati wote, na kibali chako kikapate kuendelea kwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Sifa, utukufu, heshima na adhabu za kwako peke yako. Amina. Bwana akubariki sana, nikutakie jioni njema na neema ya Mungu isikupungukie. Shalom.